Mama. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaonekana kama mwinjilisti hivi. Kwa hiyo weka vizuri mic. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawapenda. Toa sauti kubwa sasa mwinjilisti. Mbele yenu ni mgeni. Lakini sasa akasema ni mwenyeji. Maana wote wanaenda mbinguni. Baba mmoja. Amen. Mimi nimekuja hapa muda kidogo na kama wiki la 4 hivi. Nimekuja kwenye maombi. Nilikuwa naumwa. Kuna dadangu mpendwa yuko kanisa hili. Aliponiona akaniambia kweli mama unafaa kwenda kanisani. Ulikuwa unaumwa nini? Nilikuwa nasumbuliwa sana na pressure. Wakati mwingine naweza nikakaa babani kadondoka. Miguu inavimba. Sina amani muda mwingi. Kiurefu naweza nikasema yani mwili wangu wote ulikuwa hauna raha. Yaani ni mwili ambao unajisikia maumivu muda wote, hata kinachouma ukijui, unajisikia tu kuchoka, unasikia mwili kuchonyota tu, yani hauna amani. Okay, karibu. Lakini nilipofika hapa nilifanywa maombi. Kumbuka nilikuja siku ya Jumanne na baba akasema kuanzia leo shida zako zimeisha. Mgeukie Mungu, mtumikie Mungu kwa uaminifu na Mungu atatenda kwa wakati. Nikasema asante. Na nilirudi nyumbani kweli nilikuja miguu ilikuwa imevimba. Lakini yani hata kiatu nilichokivaa hiki nilikuwa sikivai. Naweza nikavaa ndala pia ikaitoshi. Nikavua. Au nikatembea, unajua ndala ikisha kuwa haitoshi. Unakuta unasogeza vidole na maana sasa hata kutembea kwako kunabadilika. Lakini sasa hivi navaa kiatu cha aina yoyote, namshukuru Mungu. Na furaha, moyo wangu na amani. Watoto wangu walikuwa nauma kila wakati, lakini namshukuru Mungu kwa muda mfupi nimemwona Mungu. Na naona ushuhuda mkubwa mbele yangu kwa sababu naamini hiki ninachokiona kitazidi kuonekanika zaidi. Kwa mara nyingine nitakuja kwa ushuhuda mkubwa zaidi. Najua Mungu atanitendea zaidi ya hapa. Baba, Mungu akubariki. Mama, wewe ubarikiwe zaidi. Amina. Wewe ubarikiwe zaidi, uwe na magari mama. Amina. Na nyumba na kila kitu mama, uinuliwe sana. Amina, navipokea kwa jina la Yesu. Haya mama, asante. Kwa sababu unavaa viatu? Navaa baba. Usingizi unalala? Namshukuru Mungu na pia nilikuwa naota ndoto mbaya lakini sasa hivi Mungu mwema. Mungu mwema. Amina. Utukufu kwa Kristo. Amina. Amina. Karibu sana, Mungu akutie nguvu mama na kukuinua. Na watoto wako waendelee kuimarishwa. Mama, you are welcome. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaitwa nani? Naitwa Priska Panga. Nilikuwa naumwa upande huu wa kushoto. Unaumwa nini? Mbavu zilikuwa zinaniuma sana na mguu. Ndio. Nilipoenda hospitali wakaniambia nina mawe kwenye figo. Ndio. Kwa hiyo nilianza matibabu. Jumapili iliyopita nikaja hapa. Mchungaji akaniombea. Wewe aliyekuleta hapa nani amekuelekeza huduma yetu? Kakaangu Kashoka. Kashoka ni kaka yako? Ndio. Ulikuwa unapitia kwenye maumivu gani? Tusimulie kwanza. Unalala vipi usiku, inakuaje? Nilikuwa siwezi kulala. Kabisa? Ndio. Ina maana usiku kucha mpaka asubuhi unakuwa macho? Nilikuwa nakaa tu. Nilikuwa nakaa tu siwezi. Yaani upande huu kama vile shoti ya umeme inanipiga. Ukisema ulale inatokea nini? Shoti. Nashindwa kuwema, shindwa kupumua vizuri. Okay, hospitali ukaenda? Ndio. Wakasema kwenye figo kuna mawe? Ndio. Karibu. Nikapewa dawa lakini kawa natumia hali ikawa inazidi. Kakaangu akanipigia simu akaniambia njoo kanisani. Ndio. Lakini moyo wangu ulikuwa mgumu sana. Sana kaa mbali, nikawa nawaza kutoka Kwembe mpaka huko. Kwembe? Ndio. Kwa hiyo nikaja hapa ukaniombea. Niliporudi nililala usingizi hadi saa 2 asubuhi. Yesu makofi. Kwa mara ya kwanza. Namshukuru Mungu nimepona. Kwa mara ya kwanza ulisikia usingizi hadi asubuhi? Kaka amenipigia simu saa 2 nikamwambia ndio nakurupuka usingizini nimeamka. Na mpaka leo unalala? Ndio. Huu ubavu unaendeleaje mama? Sisikii maumivu, hata mguu sisikii maumivu. Mguu ulikuwa unaumaje? Ulikuwa unauma sana, hapo kwenye kidole gumba kulikuwa na lengelenge. Kwa hiyo kama kitu kinagonga hivi.
hadi mfupa hadi kwenye goti. Simama na Yesu. Mtu shuhudie ule nabii ulienda kumuona, alikwambiaje? Ni wapi kwanza? Tabata. Tabata? Ndiyo. Tabata ipi? Mwananchi. Tabata Mwananchi. Ndiyo. Nabii akakwambiaje? Kuna dada mmoja alinielekeza hapo kwa huyo mchungaji, nikaenda. Nilipoenda akaniambia tatizo lako ni zito sana. Hata kama kwa mfano utaenda kwa mganga. Akaniambia hata kama utaenda kwa mganga, yule mganga inabidi asimame kweli. Akilitoa hilo tatizo lako lazima atakufa. Na kama utaenda kwa mchungaji na huyo mchungaji na maana awe mchungaji kweli kweli. La sivyo na yeye anaweza akafa. Mimi siwezi. Yeye akasema mimi siwezi hilo tatizo lako. Huyu nabii ni mwanachama wao. Mwenye mawe ya upako. Sasa. Mtumishi, kwa hiyo walipokuja hapo kwa umejipanga sasa. Huyu mchungaji ulinionaje sasa? Umeona umeshatishwa kwamba hata huyo mchungaji awe amesimama. Tafadhali mama, ulipokuja ukaniona ulinionaje? Ulisemaje sasa? Nitakufa? Hapana. Umeokoka na miaka mingapi? 3. Toka uokoke. Ile kuombewa na unafunguka na mnae ulifunguliwa hapa, imewahi kukutokea huko nyuma ukiombewa? Hapana. Hapo waliweka mguu hapa wa kushoto. Hapo waliweka msumari. Unajua waliweka nini mama? Msumari. Wameshachomoa msumari wao na wakakuwekea haya mawe kwenye figo. Nenda kafanye hospitali vipimo. Daktari atakushangaza. Alafu naomba utaletea vyeti vya ukiwa unaumwa, matokeo ya figo na hivi vipya. Unahitaji kutunza hizo shuhuda kwa utukufu wa Mungu. Amen. Usichome moto vyeti. Yule mama aliponywa kansa ananiambia vyeti baba nilichoma. No. Sasa nataka nikubariki. Ukipata wachumba, ukituma mshenga anapata ajali. Jamani, angalia mama alikuwa na neema ya kuolewa, umri huu bado wachumba wanakuja. Alafu nyinyi vijana mnatusumbua hapo wachungaji. Mama. Mimi nataka unataka kuolewa? Sema sasa utaki. Umeshaga na tamaa mama. Sema nikupe sahihi mama. Okay, maisha yako Mungu ayafungue kabisa, uchumi wako, na kwa kweli mateso uliopata kutoka kwa huyu baba wa watoto ambaye mlizaa naye, Mungu akutokee kama mke aliyeachwa wakati wa ujana. Yaani Mungu akubariki mpaka huyu mwanaume siku akikuona ajione mjinga. Kwa nini ulimwacha huyu mama? Unaelewa maneno yangu? Mbona huna miwani? Kuna ushuhuda mwingine na macho yamefunguka. Hebu weka sawa hii. Maana walikuwa wamepiga mpaka macho, si ndio? Au umeiacha pale kwenye begi? Hata kujivaa hujaivaa? Wow. Nyie, hebu mpe Mungu tukufu kwa makofi mazuri. Sijapata ona nyie watu hawajibu kushukuru Mungu. Shuhuda kama hii ni kuonyeshe Mungu yupo anatenda. Simple to like that. Amen. Kionana na mtu mwambie nenda kwa baba Ansila. Mama, tushuhudia habari ya macho. Ulikuwa unapata miwani, ilikuwa na shida gani? Macho siku moja nilikuwa nimetoka hospitali kumpeleka mtoto wangu, alikuwa anaumwa. Ndio. Niliporudi nyumbani, wakati nakula nikaona wingu kama limenipiga kwenye uso. Wingu? Ndio. Kwa hiyo sikuona. Nilikuwa sioni. Nikashinda hivyo, nikalala mpaka asubuhi. Asubuhi nimeamka nikasema Mungu, ina maana mimi kipofu. Nikakaa kama dakika 10 nikaona mwanga. Sasa nilipokuwa naona mwanga, nikikaa hivi, yani macho mishipa hii inaniuma sana. Nikaenda hospitali, wakaniambia uoni wangu ni hafifu. Kwa hiyo inabidi nitumie miwani. Ndio nikaanza kutumia. Wachawi wanaweza wakakuwekea tatizo na hospitalini likapimwa likaonekana kabisa. Ili wakupige utumie vidonge ufe haraka. Endelea mama, malizia hapo. Kwa hiyo nilipokuja hapa ile Jumapili, mchungaji alivyoniombea, niliporudi nyumbani, nimelala asubuhi nikaona ile jicho limejaa sana michanga huko nje. Ndio. Asubuhi michanga ni maono live yani ikatoka michanga kwenye jicho. Ndio. Baada ya yale maombi. Maana ile jicho
ndio ilikuwa inanisumbua sana. Michanga waliokuwekea itoke kwa jina la Yesu. Michanga itoke kwa jina la Yesu. Sasa nilikuwa nataka tuache ushuhuda huu jamani. Hebu mpe Mungu tukufu mama. Ohe, ikawaje? Wewe kwanza hapo macho tena yanisumbui. Hata yale maumivu siyasikii. Bwana asifiwe. Mama, hongera. Mimi sina kingine, umefunguliwa, nenda kumshangilia Yesu wako. Nenda kumshukuru Mungu, barikiwe sana. Mpe Mungu tukufu jamani kwa ajili ya huyu mama amenibariki. Yule dada wa Zanzibar hivyo hivyo tuliomba hapa, baada ya kutoka akawa anashangaa yuko na mwenzake wanaenda nyumbani. Wakati wanarudi nyumbani akifanya makamasi hivi inatoka michanga. Kuanzia pale akawa amefunguliwa tumbo lake. Sasa hivi napigiwa simu na watu wa Zanzibar huko. Niombee lakini mimi na dini yangu. Haya, karibu Martha. Wewe unajubilia alichokutendea Yesu. Kwani wewe ukijui? Sina kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Martha Ezekiel. Ndio. Sauti iwe kubwa. Yaani pastor najikuta tu nimekuwa mpole. Hata si. Umekuwa mpole. Wewe ulikuwa mkorofi. Jesus. Yaani mimi nilikuwa ni mtu ambaye jamani nina hasira. Hasira hadi nalia. Ndio. Lakini ukipata hasira mpaka unalia kabisa. Yaani mimi kupoteza tu kwenye maisha yangu ni kwa sio ni tatizo. Kupoteza watu. Kivipi mfano? Yaani mtu akinikorofisha ni mimi na paniki. Kwanza hata ukiondoka kwenye maisha yangu una msaada gani? Ndio nilikuwa mtu wa aina hiyo. Umewahi kupoteza wachumba? Yaani hao ndio sasa. Yaani asikuzingue tu kidogo. Yaani Yesu. Tupe experience yako Martha. Unasema hujawahi kufurahia kujua kitu kinaitwa mwanaume eti unaweza kumpenda, Saidia wadada hawa bana wajielewe wafunguliwe. Angalieni hizi roho vile zinacheleweshaga watoto wa kike kukaa kwenye mahusiano. Anajiona yeye ndio yeye. Malkia Cleopatra. Hababaishwi na mtu. Una matatizo uje ufunguliwe. Sema mama wasaidie. Ngoja niongee kwa manufaa ya watu wengine, labda kuna ndio hiyo ndio nzuri. Labda kuna wengine pia nawasumbua hali kama hii. Mimi nilikuwa ni dada ambaye hata mwanaume akinifuata kuniapproach. Yaani wa nini yani? Ataniambia nini? Hata nikiwa na mahusiano ikatokea nipo kwenye mahusiano. Yaani neno kupenda mimi kwangu lilikuwa lipo. Tena ukiona nipigia simu nitakublock kabisa. Yaani unanisumbua. Ndio nilikuwa mimi. Neno kumpenda mwanaume mimi lilikuwa halipo. Kwa hiyo sikuwa najua ni mtu wa design gani kwa sababu mimi ni Mloma. Nilikuwa Mloma. Lakini nashukuru kuijua hii madhabahu ya Eden Park. Nilikuja kwanza kuabudu hapa ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa 11. Na kushukuru pastor. Utukufu kwa Yesu. Hukuwahi kunichoka. Na nilikuwa nasumbuliwa na nguvu ambazo mimi binafsi nilikuwa sizijui. Nilikuwa nasumbuliwa na jini mahaba ambalo mimi sikuwahi kujua kama nina jini mahaba. Baada ya kuabudu hapa kwa muda mrefu nashukuru pastor katika watu wasumbufu mimi nilikuwa namsumbua kwenye simu mara nyingi tu na alikuwa akiniita na kuja tunafanya maombi. Nashukuru Mungu kanifungua, amenifungua, nazidi kuona mkono wa Mungu kwenye maisha yangu. Last week nilikuja mahali hapa, nilifika pastor nilimwambia pastor mimi najichukia sana, sitamani hata kuishi. Pastor alisimama pale akaniambia kuna uza sumu anapita. Mtu yote kikujia na kwambia natamani kufa mwambie na kamba ya mbuzi hapo. Alafu uone kama ataenda kuninginia. Msio mnatutisha bana. Nilikuwa nafanya kazi. Nilipokuambia kuna sumu inapita ya panya ukasemaje? Nilimwambia sijafikia huko natamani kuishi. Basi nipaka hilo neno litokee ndio tujue tunaanzia wapi kuomba.
siwezi nikakuombea katika hali ambayo moyo wako umeshakusudia namna fulani ya mawazo. Hii ni siri nawafundisha. Yaani mtumishi yote anapoendelea kukua na roho ya Mungu anamtumia. Kabla sijaanza kusikiliza matatizo yako, nitaangalia moyo wako unaniangaliaje. Unamwaminije Mungu kuna hicho unachotaka atende. Ndio maana kuna watu tutaombea hafunguliwi kwa sababu moyo na unachomwambia vinapishana. Baada ya hapo mimi nilikuwa nafanya kazi, lakini hata kule kazini nilifika tu nikawa nachukia kazi. Tukaa tumegombana na bosi wangu, nilimrudishia funguo. Bosi aliniuliza mimi na kazi unachagua nini? Nikamwambia mimi ni wa muhimu kuliko kazi yako. Nikamrudishia funguo, nikaacha kazi nikarudi nyumbani. Nashukuru Mungu nilikuja hapa kwa pasta, nilipompigia simu alikuwa ananielewa matatizo yangu, nilifika akanifanyia maombi. Mapepo yalipanda. Uliwahi kujua una mapepo? Yaani hata nilikuwa nikionaga watu wanadondoka na shanga, inakuwaje? Binafsi niliongea vitu ambavyo ni vingi ambavyo sikuvijua, vingi sana. Na ninashukuru Mungu. Unajua kwenye ulimwengu unaweza ukaishi ukakutana na watu ukajua ni watu wema, kumbe ni watu wabaya kwako, wanakutumia bila wewe kujua. Bila kupitia macho ya rohoni ambayo pasta aliniongoza, binafsi mimi sikujua. Nilikuwa kila nikipigeleni kunajua natumia muda mwingi sana kupambana, lakini kila ninapopambana napiga hatua kidogo narudi. Okay, lakini tuende kwenye pointi moja. Kuna ndoto uliona vikwazo 12. Yes. Niliota ndoto usiku ambao niliacha kazi. Pasta nilipompigia simu nilikuja hapa, nikarudi nyumbani. Nikalala usiku. Nikaota ndoto nimekiwa viunzi 12, yani kama season 1 hadi season 12. Season 1 nipo kwenye maji, yani mafuriko. Ikaja ikafuata niko kwenye moto. Na huo moto unawaka, nikaja nikapita kwenye miti, kwenye wanyama, kwenye esquike tetemeko la ardhi. Nikaja nikapita kwenye maji tena, nikaja nikapita kwenye maji tena, nikaja kupita kwenye mzee anawaka moto upande mzima, mzee wa miaka mingi sana. That was your husband. Baada hapo, hebu jiangalie wewe na kuolewa na kizee. Yaani hawa vijana unaona kama vile mababu. Ulimwengu wao unamilikiwa na mbabu. Sasa sikiliza. Okay. Jamani, kwa ajili ya kufupisha. Atukuzwe Mungu. Wewe mwenyewe unasikiaje moyoni na unahisi umefunguliwa? Cha kwanza dalili kubwa ya kuhisi mimi nimefunguliwa. Kingine pasta ni sawa. Nilikuwa sioni hedhi yangu ndani ya miezi 5. Nikaenda hospitalini wananiambia hormone imbalance. Baada ya kufanywa maombi nashukuru Mungu niliona hedhi yangu kwa wingi sana. Mungu ni mwema. Mwambie jirani yako uje Jumanne kwa Dr. specialist Baba Ansila. Anapatikana Mbagala Kuu. Ila sasa hivi tuna ujenzi, sina huduma za Jumanne. Mnao kujaga kwa kweli sisi waelewe. Yaani hapa ukija sasa hivi unakubeba tofali, unamsaidia fundi, malaria inaisha. Kisha kazi. Dada, malizia sasa tukusikilize. Nashukuru Mungu shuhuda wako mwafundisha wadada. Unakuta mdada anajifanya yeye, "Oe, sijaona." Huko anaendelea kuzeeka hivyo. Sijaona nini? Endelea. Na pia nachopenda kumshukuru Mungu, yani nimekuwa na amani ambayo sijawahi kuipata. Ile hali ya kujichukia imetoweka. Ile hali ya kuchukia, yani nimekuwa mpole hadi nawaza, mimi ni mpole design hii. Yani wenye wake wakali nileteni huku. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Okay. Je, tangia umefunguliwa sasa imetokea labda umehisi unaweza ukapenda? Endelee mama. Wewe cheka unarekodiwa kule afu unarushwa kesho ya Facebook. Ongea. Ndio. 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 Kabisa na sikupenda sana. Kabisa. So kupenda ni natamani kuolewa. Mimi kwa mtu akiniambia nikuoe, naona kama ananitukana kabisa. Yaani mtu akizungumzia habari ya ndoa naona huyo
sasa ndo kitu gani, lakini sasa hivi natamani kuolewa, natamani niwe mke wa mtu, yaani napenda Bwana Yesu asifiwe. Asante Yesu kwa ajili ya utukufu wake na nguvu zake. Amen. Sasa Martha, you still need this one or do you still need this one, this guy? The somebody here ninaona ana pesa za kutosha tu. Do you want me to pray for him or you don't like him sasa hivi? Niambie tu bwana, mimi nimalizie ibada hii. Hajapiga simu? Hapana. Hajatuma message? Hapana. Alipiga simu tu last week na sikuweza kuipokea kwa sababu nilikuwa mbali na simu. Lakini juzi jana hakupiga simu bado. Lakini ukitoka hapa ni maelekezo sasa ya prophetic. Usisubiri mpaka yakupigie. Ni kwa sababu alivyopiga wewe ukupokea, na ukizingatia madudu yalitokea kule bosi wako alivyokugombanisha naye. Umesikia bwana? Bosi aliona wivu kijana huyu kukupenda wewe. Akaingia katikati, bosi akaharibu. Alivyoharibu kijana yeye kaamini, lakini ulivyoamua kuacha kazi baada ya kugombana huku, kijana sasa hivi akili imemrudia. Anaona huu mchezo ni nini hapa? Martha kwa nini kazi ameacha? Yesu aliamua kukupigia simu. Okay? Amen. Ila ulipoacha kupokea simu, yule ni mtu wa hasira kidogo. Huyu mtu ni mtu wa hasira fulani kidogo, ni mtu wa afu unajua na hela anazo. Ni watu fulani kama vile usinibabaishi. Umeelewa Kwa maana kama vile umemfanyia makusudi. Sasa kwa taarifa yako hakupigii na hata tuma message, ni kama vile anategeshea, anataka wewe umpigie au mchokoze. Umefuta namba. Umefuta namba. Sana. Anakupenda na wewe unajua. Ndio. Okay. Na ni mume wa ndoa kabisa. Na ni mume wa kufanya wewe huku duniani utembee kama malkia. Amina. You drive, mtaishi, mtafanya hivi. So, shuka. Si umeshafunguliwa sasa hivi? Amina. Ule ubabe ule si haupo. Kabisa. Sasa si ushuke tu kama mama bora. Wewe huwezi kwenda hata ukajipitisha huko tu ukachokoza umtafute wewe vipi? Njoo nikuombea hapa. Si ndio? Kaa nyuma yake, tunamalizana hapa tu. Ime ipate kuja Aya, lala, ingia theta huko upokee maelekezo ya Roho Mtakatifu. Sasa tunaendaga pole namna hiyo. Unaona mtu anafunguliwa bata wanataka kumharibia furaha ya ndoa. Pokea huyo mwanaume kwa jina la Yesu. Nasema nenda ukaolewe, nenda kaolewe, nenda kaolewe wewe. Tunataka tule harusi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kabisa. Vikwazo 12 alafu na katika ulimwengu wa roho naviona. Mwambie jana unaona vingapi? Tunaenda kuvibomoa leo kwa maombi ya dakika 5. Amina. Semeni olewa. Sasa hivi. Olewa. Chukua mume wako. Sema chukua mume wako. Tunakuunganisha naye. Sasa hivi. Unaona kidole cha pete? Unaona? Wanapoachilia kidole sasa. Yesu ni Bwana. Olewa. Na yoyote hapa mwenye jini mahaba linamzuia asiolewe, ushindwe. Ling'oke leo kwa jina la Yesu. Liondoke milele. Haya, usirudi tena. Unaachia ndoa. Haya, unaenda. Anaenda kuolewa. Wewe ndio unafarakanisha. Unasikia? Haya, ondoka. Haya, nenda. Haya, chukua kaolewe. Ni hamtaki mimi nipate shemeji ambaye ana magari
Nani V8. Hebu mtoka. Semeni kuanzia leo. Hichi kidole tunakitamkia, kitavalishwa pete ya dhahabu yenye kito cha Tanzanite. Pokea. Kushakaza. Ni baba ni baba. Ni baba ni baba. Ni baba. Haleluya. Ema cheza sasa basi. Aya muimbie ni baba. Ni baba. Haleluya. Jamani, yani mimi nao sijamjanilipa hela. Nataka mtu mchezee Yesu. Martha, tunamchezea Yesu. We don't lie. We must rejoice. Unatakiwa kufurahi sio kulia. Haya Martha, kazi kwako, ukumbi ni wako. Ni baba. Oh ni baba ni baba. Wewe wachezaji kwa Martha, kumbushia zile ulipokuwa unajirusha zamani. Kwa furaha. Eba ni baba. Ni baba. Ni baba. Wewe muonyesha unapocheza, simama. Ni baba. Angalia watu ambao wanaga shida hao. Cheza sasa. Mbinguni. Mbinguni tutakutana na wateule. Mbinguni. Yaani cheza kama vile unatoka na mume wako sasa unaingia ukumbini. Jitabirie wewe. Wewe ndio matroni wake. Mpeleke kwenye kiti chake cha biharusi, mpeleke kwenye kiti cha maharusi. Akakae yeye akate keki. Peleka. Haleluya.